Kama umehangaika sana kutafuta mtoto, kutafuta ujauzito, lakini imekuwa ni ngumu sana, sikiliza kwa makini. Kama umehangaika sana kutafuta ujauzito, sikiliza kwa makini. Hata kama ni mwanaume, umehangaika sana wewe na mwenzako kutafuta ujauzito lakini imekuwa ni ngumu sana, inaweza kama ni mwanamke, sikiliza kwa makini. Sawa? Kuna sababu kubwa tatu ambazo watu wengi wamekuwa wakizichanganya sana. Sawa? Wanawake wengi wanapopitia shida hii wanaamua kutumia dawa za kemikali. Sawa? Kama una kawaida kutumia dawa za kemikali manake au antibiotic, inaweza kusababisha pia ukachelewa sana kupata ujauzito. Lakini pia wengine hawajui wanatibu nini. Yaani mtu ana shida ya mfumo wake wa uzazi, anaamua kutumia dawa tu yoyote. Akisikia dawa fulani inaleta matokeo anatumia. Dawa fulani inaleta matokeo anatumia. Dawa fulani inaleta matokeo anatumia. Jua kwamba kabla hujaamua kutumia dawa, jua kwamba hiyo dawa inaenda kutibu nini. Na ndio watu wengi wamekuwa wakichanganya sana. Kwa hiyo mtu nimetumia dawa nyingi sana lakini bado sijapata matokeo. Kumbe hajui anatibu nini. Na maanisha kwamba inaweza ikawa mwanamke huna shida ya mzunguko, shida yako ipo kwenye ovari zako hazipo active. Kwa hiyo unapoenda kutumia dawa tu, ukisikia dawa fulani inaleta matokeo ukitumia, huenda hiyo dawa ikawa ina sifa ya kutibu changamoto ya mzunguko. Na wewe huna shida ya mzunguko, shida yako ipo kwenye ovaries, sawa? Inawezekana huna changamoto ya PID. Changamoto yako ipo kwenye mzunguko wako haueleweki. Wewe unakutumia dawa ya PID. Inawezekana huna shida katika mzunguko wako. Wewe unakutumia dawa nyingine ambayo tofauti na hapo. Kwa hiyo kabla hujaamua kutumia dawa, hakikisha unajua kwanza unatibu nini. Sawa? Usikimbilie kutumia dawa tu zozote zile. Lakini pia sababu nyingine, watu wengi wamekuwa wakitumia dawa za asili ambazo hazijakuwa na uthibitisho au hazijathibitishwa. Ni sawa, ni kweli kwamba zamani wazazi wetu walikuwa wakitumia dawa fulani zinawasaidia sana kuweza kutatua hizo changamoto. Lakini swali ni kwamba, kwa mfano, mtu utakuta ana shida ya PID anatumia karafuu. Karafuu ni shida kwa mtu ambaye ana changamoto ya hormone kwa mfano, sawa? Mtu ambaye maybe ana changamoto, maybe huenda ikawa period yake haipo sawa, tena kwa mtu ambaye haijawa chronic. Yaani kwa mtu ambaye anakuwa na dalili zinamuanza anatumia inamtia matokeo. Sawa? Huenda ikawa shida yako wewe haipo kwenye period, shida yako ipo kwenye ovary, unatumia vitunguu maji. Manake vitunguu maji vinasaidia sana kwa mtu ambaye ana shida ya nini? Ya mzunguko. Lakini pia ukioverdose nayo ndio wengine wanapata period ambayo haikati. Sawa, hata hizo karafuu ukioverdose ukitumia nyingi sana unaweza kupata period mfululizo, au siku ambayo utarajia kuingia period ukaingia period. Nadhani kuna shuhuda ambayo ishatokea hiyo hali. Kwa kabla hujaamua kutumia dawa, hakikisha unajua hiyo dawa inasaidia nini. Kwa hiyo kama unapitia changamoto ambayo unatafuta sana mtoto, imekuwa ni ngumu sana, hakikisha unawasiliana nami.